Vipi ndugu? Karibu baba. Kama kawaida. Asante baba, mimi nipo. Sasa nimekuja na shida na wewe. Twende ofisini basi. Karibu baba. Fundi Mangungu. Bwana ndugu yangu. Bila kuchelewesha muda. Nimekuja bwana, nahitaji unitengenezee kile kidude kile ambacho anachowekea mtungi wa gesi. Jiko la gesi. Nini? Umo. Unajua tena. Meza jiko. Meza jiko umo. Unajua tena nyumbani kule kukaa kupinda mgongo gesi kuweka chini, mimi kukaa chini siwezi. Mbaya hiyo. Kwa hiyo naamua mambo yangu nimalize hapa juu. Kwa sasa nahitaji kujua kwamba utanitengenezea kwa shilingi ngapi ndugu yangu? Kwanza baba, hiyo kazi imekwisha. Ndio. Hapa tunavyoongea ishaisha muda. Ishaisha tayari. Yaani imeisha muda. Na ile mara nyingi sana nafanyaga 1,200,000. 150. Baba, hiyo ina mbamba. Fanya basi baba kidogo. Unafanya kama unijui, punguza kidogo. Tufanye 100 ngapi? Tufanye 130. 130. Na mimi ndo nilikuja nayo hiyo. Sasa ndugu yangu hilo limeisha. Ndio. Sasa mimi sina keshi. Kitu ambacho nataka nikifanye, nihamishe na kutumia katika simu yangu. Sasa sijajua kama kutoka kuna tatizo. 0706. Ngoja kwanza baba. Baba tunajua tena. 069498 0694 alafu 85. 85. Mangungu. Kwa hiyo baba, haina shida. Hilo haina shida ndugu yangu, mimi nakutegemea. Limekwisha lo baba? Najua kazi zako hazina mbambamba. We. Mimi baba sio mbabaifu. Baba kwa lini? Baba siku 3. Siku 3. Basi sawa. Linaisha hilo siku 3. Huyo. Bora mwenyewe umetulia. Nipo, habari yako? Safi. Karibu angalau hata upumzike, maana ilijua. Maana mimi mwenyewe hapa nilikuwa nazurura, nikaona sasa hapa nitafute sehemu angalau kwenye kivuli kidogo niweze kupumzika. Kama unavyoona ilijua linavyowaka sio mchezo. Kabisa. Kwema lakini. Kwema, jua tu kwa shemeji yako. Unatokea wapi? Kutoka zangu huko kwa Kijumbe. Si unajua tena. Sasa shemeji na wewe, wewe ungekuwa unachukua hata bodaboda, wenzio wakina Fatuma Binuko waga wana pikipiki zao. Wenyewe wanasema nina bodaboda wangu, umeelewa siji? Kwa hiyo ukitaka kutoka unampigia simu, "Halo, bodaboda uko wapi? Njoo nifuate." Anakufuata. Wewe utaki kutembea na uzuri huo, utakuja kuwa mweusi bure. Na maisha basi shemeji yangu. Hapa yenyewe nina kiu balange basi hapo jelo nikano soda. Yaani jelo ya soda? Shemeji bwana. Shemeji bwana nitia hii bwana. Mtoto mzuri kama wewe unaombaje jelo? Mimi jelo shemeji yangu inanitosha. Yaani shida yangu tu ipo zeko kidogo. Wacha wewe. Sawa. Sasa nisikilize. Mimi shemeji yangu nakupa hela ya soda. Mimi sikupi jelo. Ila nakupa hela ya soda. Zingatia hapo neno hela ya soda. Yaani ukanywe soda. Shemeji bwana. Shemeji hii hapa. Hii 5,000 ya Kitanzania kama ataishi shemeji yangu. Yaani 500 na 5,000. Sio shida zangu hizo bwana, shavuka huko. Wenyewe watoto mjini wanasema sijalogwa. Sina baya. Sijalogwa shemeji yangu. Bana, asante nashukuru. Sawa, sasa shemeji, unajua mimi leo niweze kuzungumza tu ukweli. Unaelewa si? Kwa sababu na siku nyingi sana waga kuna kitu kinakaa katika mtima wangu nashindwa kukizungumza, lakini nimeona leo niweze kukuzungumza kwa kweli. Alafu kuhusu hiyo hela wewe usijali. Mimi shemeji ninafanya kazi nzuri sana ambayo inaonipa pesa. Mimi kwa nikikusanya kwa mwezi mimi naingiza 30,000. Siku nyingine labda biashara imekuwa nguvu hivi labda 15,000. Kwa hiyo kuhusu hela mimi hela ninazo. Sio shida zangu hizo. Sasa shemeji, ni ukweli bwana mimi nakupenda. Yaani nakuelewa sana.
na nilikuwa natafuta siku ya kuweza kukuambia ukweli. Naona siku ya leo imekuwa siku nzuri. Tumekaa hapa sehemu ambayo tulivu, japokuwa watu wanapita lakini na habari zao. Nikuambie hili neno. Mimi naomba uwe mpenzi wangu kwa kweli. Moyo wangu umekupenda sana. Yaani nimetokea kuvutiwa na wewe kwa muda mrefu sana. Naomba tu unielewe kwenye hilo shemeji. Na hiyo 5000 nilokupa sio kitu. Mimi nitakupa zaidi ya 5000. Kwa sababu ninamiliki kazi na unipa hela mjini. Sasa shemeji, nimekuelewa. Hamna shida. Sema nini? Nawahi hapo kidogo. Tutaongea baadaye. Kwa na amani shemeji. Kwa hiyo yani nitulize moyo wangu. Wewe tulia, usiwe na pepe. Shemeji, ona kidogo basi. Acha bwana. Ngoja mimi niende. Kweli shemeji? Sawa. Kwa hiyo nitegemee mazuri. Wewe usijali. Shemeji we. Yaani shemeji yangu huyu mimi mwendo tu. Yaani ule mwendo anapotembea mtoto anatembea vizuri, ananata. Sasa yule akikubali kuingia katika anga za kiweba, mramba lips, handsome boy, mtoto yule mzee kujikuna hapa. Jamani, nitampenda. Sasa hapa. Mama, bibi. Yes. Mamangu. Kumekucha. Jua limeshaenda hilo saa 6 saa 7. Nimeona sasa mwanaume njaa inanitafuna. Sasa mke wangu mimi ndo nimerejea hivi. Kama unavyojua tena mume wako tena mtu wa kula sana, mtu takiwa jembe lile lishibe. Bwana. Ndio uzuri. Kwa sababu unajua ile kazi mke wangu ngumu sana. Unasikia? Ile kazi ni ngumu. Unapambana na watu aina mbalimbali mama. Unaona? Kwa hiyo nikaona sasa hivi muda ushafika, jua hilo lishaenda. Takiwa nile nishibe mke wangu, wewe unavyojua kukaanga pilau, unavyojua kukata kachumbari. Najua kabisa mke wangu yule wewe unatisha. Na azimu Umeacha shilingi ngapi humu ndani? Mpaka uje ukute chakula. Sasa mke wangu hapo unaponiambia mimi nina wazimu. Yaani mke wangu unanithibitisha kwamba mimi za mwamwa. Unaelewa? Ama kweli mimi sio za mwamwa. Ila sasa wewe unatakiwa mimi unijali kama mume, mke wangu, unasikia? Unijali kama mume kwa sababu kwenu mimi nimetoa barua. Nimeandika barua ya pesa kabisa. Nimekuchukua wewe uje kuniheshimu na kunipikia. Unaona? Wajomba zako, shangazi zako wananijua. Wanajua kabisa yule mwanaume amemchukua mwanamke yule, mtoto wetu, na mwanaume yule vijali yule. Yaani wewe unatoka hapa unaenda kuzurura huko na kuzurura. Hujaacha chochote humu ndani afu unakuja na vya chakula. Nimeacha nini? Yaani unataka uniulize nimeacha nini? Kwamba sijaacha kitu. Mke wangu sijaacha kitu. Wewe zima kweli kichwani wewe. Unaponiuliza kwamba hujui humu ndani umeacha nini? Hujui au? Takuwa sijaacha Sasa mwenyewe nikajipa imani nikija hapa nitakuta pilau mke wangu umelikaanga. Kumbe nilivyotoka vile nimetoka empty, sijaacha kitu mezani. Wauni wanasema kodi ya meza. Sijaiacha. Aisee. Usiniangalia kwa hasira hivyo mke wangu. Unavyoniangalia kwa hasira unanichanganya mimi. Unasikia mke wangu? Nakupenda mimi. Sasa cha msingi nilichokiona mimi, unasikia bibi? Nikachukua nani chips. Ndio uzuri au? Chips kavu. Unakula? Kuendaga huko bwana wewe. Huko. Nenda bwana. Haya basi ngoja nifuate sawa? Usiwe mkali mama, ukiwa mkali unanitisha hivyo. Ni mume wangu, Mkali huyo. Leo mkali. Mama yangu bwana, mimi nimeona kama matani hapa. Sasa mimi lengo langu najua unipe majibu ya lile jambo langu lile. Kwa sababu ukinipa majibu, ukinikubalia chips hizi mchezo mdogo. Chips mchezo mdogo. Wewe baba umekosa haya kabisa wewe. Alafu
Wewe na mume wangu si marafiki? Marafiki gani wewe? Wewe yule kwanza muangalie mwenyewe yule. Yule akili zake unajua ziko timamu. Yule akili zake haziko timamu. Mimi amekuwa rafiki yangu tu lakini yule akili zake haziko sawa. Umeelewa? Yule ana ugonjwa yule. Na sio jitambui. Sasa naomba utambue kuwa sikupendi, sijawahi kukupenda na sitakuja kukupenda. Sio, unanielewa? Muangalie pale. Kidume nimelambwa kibao. Baridi. Watoto. Mara ulilala. Mzee nyumba 10. Naona ndo narudi sasa. Mama yangu ndo narudi, kule nilikuwa foleni. Foleni nakwambia, viazi watu wanapenda. Kwa hiyo kuanzia saa 7 mchana mpaka sasa hivi saa 2 usiku. Ulienda kununua Dubai ya? Mama yangu si nimepanda foleni. Kimya. Sasa nisikilize. Wewe ujinga wako na upuuzi na ufanya wewe. Nenda kaendelee kumalizia huko. Hayafanya wewe. Nenda bwana wewe. Nikwambia na shida na chips mimi mbwa wewe. Yaani wewe kahaba wewe. Wewe utakuja nikuue wewe. Nenda azimu. Habari yako bwana? Salama tu sijui wewe. Samahani. Huyo bwana uko ndani yupo? Hapana, ametoka muda mrefu tu. Basi mimi niseme tu kwamba imekuwa vizuri kwa sababu yeye hayupo. Lakini wakati natoka huko nakuja huku, mawazo yangu makubwa sana yalikuwa kwako. Nilikuwa nawaza kabisa huyu shemeji mimi kule nyumbani nitamkuta kweli? Kwa sababu shemeji ninapokujua miguu yako hiyo, kama ulikuwa unakula miguu ya kuku utotoni kwako. Shem bwana. Mimi niende wapi tena, na ndo nishakuwa mama wa nyumbani tena. Sawa. Sasa shemeji, mimi hapa nina jambo moja ambalo limenileta hapa. Lakini kabla sijaingia katika hilo jambo, nataka nikwambie kitu kimoja tu. Mimi katika familia yetu tumezaliwa hao wawili. Yaani mimi na marehemu babu yangu mzee Kiweba. Umenielewa? Lakini nikalisi kuanzia jina mpaka tabia. Lakini bila kusahau nikalisi pia handsome boy kama unavyoniona hapa. Shem bwana. Hebu acha vituko vyako bwana. Jambo kubwa ambalo nililoleta hapa ni kuhusiana na mumeo. Shemeji, mumeo tabia anazozifanya ni mbaya kabisa. Yaani sio tabia nzuri. Na kama ataendelea na tabia hii na kuhakikishia katika kijiji kizima hiki, basi yeye ataonekana na sifa mbaya. Leo si jambo gani hilo Shem? Mume wako ikitokea siku amerudi hapa, yuko hoi bin taabani, na maanisha kapigwa. Lakini licha ya kupigwa, ule msuri anaovaa ule, ukiona umefunyakwa hivi kama mfuko, basi jua humo ndani yake kuna kinyesi. Hebu subiri kwanza Shem. Unajua bado sijakuelewa. Hebu jaribu kuniweka wazi, maana naona unanifumba fumba tu. Shemeji, wewe ni mtu mzima. Usichoelewa hapo nini? Siku hizi watu wanaishi kwa kodi. Umenielewa sijui? Ila kama unataka nikufungulie kodi, acha nikufungulie. Mume wako anatembea na mke wa mtu. Na sio mke wa mtu tu.
Kimke cha mtu chenyewe ni kipiskari kidogodogo hivi. Lakini nikimwangalia katika upiskari wake hawezi kufanana hata na wewe. Wewe shemeji yangu piskari kabisa. Sasa najiuliza huyu mumeo kule kafuata nini? Na isitoshe huyo bwana mumewe ana kidali. Yaani kaenda hewani ana mbavu hivi. Shem, nakuheshimu sana shemeji. Kwa tafadhali. Yaani hapo ulipopagusa hapo ni pabaya. Swala la kuniambia mume wangu mimi sijui anatembea na mke wa mtu, sijui ataniletea maradhi nyumbani, na kujua vizuri Shem. Wewe umbea wako huo, unapita pita kwa kila nyumba unaenda kutangaza umbea. Kwangu sitaki. Kwenye swala la mume wangu tutaonana wabaya. Shemeji, mimi siwezi kukuongopea. Kwani shemeji mimi nimevuka nyumba ngapi huko mpaka kufika hapa? Nimefika sehemu ambayo yenye kuhusika. Wenyewe wanasema. Nakwambia ukweli kabisa. Mume wako anatembea na mke wa mtu. Litakalo mkuta usije ukasema sijui kiweba hivi na hivi. Mimi sipo. Mimi nitaangalia kama shahidi tu. Kwani asiyekujua hapa mtaani kwamba wewe ni mbea kupindukiwa ni nani? Nani asiyekujua kama wewe mbea? Sasa sikiliza. Hayo maneno ulioniambia hayo, kama sio ya kweli, nikija kugundua sio kweli unampakazia mume wangu, shemeji, na kunyoshia kidole. Ama zako ama zangu. Ole wako. Sawa, lakini kuna mafuta shemeji. Koma we. Ishi hapo hapo. Mpuzi mmoja wewe. Kwanza toka hapa. Sawa, ila msuli ule. Nenda! Haya bwana. Kwenda bwana wewe. Dada samani mara moja. Habari yako? Safi. Samani, najua una haraka ila naomba unipe muda wako kidogo tu. Kuna habari ambazo nimezipata na sijapendezwa nazo kwa kweli. Ni habari gani hizo? Nasikia unatoka na mume wangu. Na kama kweli unatoka na mume wangu, basi naomba uachane naye mara moja. Sijui unanielewa? Yaani mimi nitembee na mume wako? Samahani dada wangu. Mimi sitembee na mume wako. Sawa, kwa kuwa mimi sijakukuta naye. Ila ni habari tu nimezipata. Ila siku nikigundua ni kweli unatoka na mume wangu, nitakachokufanya utajutia sana katika maisha yako. Unajua nini dada? Hivi kwa unavyoniangalia hivi nilivyo, naweza kutembea na mume wako? Yaani yule mume wako kazi msuri kuvaa hivi. Nitembea na mimi? Sitaki kujua una hazi au hauna hazi. Ila nishakwambia, siku nikija nikigundua, sitaongea kama ninavyoongea sasa hivi. Nitafanya vitendo. Sina muda kutembea na mume wako, tafadhali. Na kuanzia leo sitaki kusumbushwa na wewe. Kwanza penyewe unanipotezea muda wangu. Sawa. Napenda wanawake wenye kiburi kama wewe. Nitakunyoosha, mpuzi mmoja. Mke wangu, naamka asubuhi na tazama huku na tazama huku, sikuone na sijui umeenda sehemu gani, kiasi kwamba unatoka nyumbani unashindwa hata kuniaga. Nisamehe mume wangu. Kiukweli nilitoka tu mara moja, nilienda hapo, nenda kufuatia masuala zangu za mchezo. Unajua mpaka leo sijapokea. Sasa unasema umefuatilia hela ya mchezo. Ina maana kufuatilia pesa ya mchezo unashindwa hata kuniambia kwamba mume wangu mimi natoka
na unajua kabisa kwamba mimi ninakuwa na mizunguko yangu na nahitajika niwahi asubuhi niweze kuondoka. Lakini wewe unatoka tu kiasi kwamba unakuwa kama hujafundwa na kuto kujitambua kabisa kama wewe ni mwanamke au ni mke wa mtu. Kwa nini unakuwa unatumia vitu kama hivyo? Mume wangu, tunafikia huko kweli jamani? Yaani nimeondoka tu asubuhi na masuala ya kufundwa wapi na wapi mume wangu. Basi naomba tu nisamee, lakini mimi niliofia kukuamsha maana naona nitakusumbua mume wangu. Naomba nisamee. Unaposema swala la kunisumbua, mimi na wewe mtu na jirani yake? Mpaka ushindwe kuniamsha na kuniaga kwamba mume wangu mimi natoka naenda sehemu fulani. Unashindwa kufanya hivyo? Sawa mume wangu, lakini niliona kwamba sitochelewa kurudi. Sinaona mwenyewe nimeenda tu mara moja sasa hivi nimerudi. Sinaona sijachelewa mume wangu. Kwa hiyo mume wangu, ningekupikia chai. Mimi sina shida ya chai. Kwa sababu hapa ndo nilikuwa natoka. Kiasi kwamba nilivyokuwa naondoka usingenikuta. Sina haja ya chai na mimi nawahi mizunguko yangu. Wewe endelea na mambo yako. Fanya mambo yako. Aha, ndugu yangu. Vipi? Baba kwanza umenistua. Leo umenistua ndugu yangu, nikasema kitu gani kimetokea hiki? Mimi sijafuata hivyo vicheko vyako. Naomba unielewe. Sijafuata vicheko vyako. Mimi kilichonileta hapa ni kuulizia kazi yangu. Yapata ndani ya siku 3 unanizungusha hivi hivi. Nikija unanipangilia maneno ambayo mimi sielewi. Kama pesa nilikupa, nikakupa pesa ya vifaa, ina maana kila kitu ambacho kilichohitajika na kazi yangu nilikupatia. Lakini inafika siku 3 unakuja hapa bado unazidi kuniongezea siku. Kwa nini? Baba, mimi sijawa hapa kwa ajili ya kudhulumu watu. Yaani udhulumati. Mimi siko hivyo. Mimi kazi yangu sidhulumu watu. Ila ninachokifanya mimi ni kuwatengenezea watu vitu vyao ili wakavitumie. Unanielewa baba? Kwa maana mimi yani usije ukaniona kwamba huyu jamaa mbona mzushi, mbona mdwazi, unaona? Mimi sio mdwazi, unaona? Kwa maana nikikuhakikishia kwamba mimi kazi yako naifanya. Unaelewa baba? Kazi yako mimi naifanya. Na kazi yako ndio hii. Kitu ambacho kimebakia hapo kimoja tu ni rangi. Sasa rangi, kule rangi jao hamna rangi. Mpaka kesho kutwa rangi ndo zinafanyaje, zinakuja pale. Lakini tambua, mimi sihitaji dharau. Na hiyo akili yako unayoifanya kuonekana kama mtu ambaye uliochanganyikiwa, nitakuharibu. Sasa mimi labda nikwambie jambo moja. Hii kazi mimi sihitaji. Nataka pesa yangu. Nahitaji pesa yangu na si kingine. Baba, sasa kusifikie huko mambo kulishana pesa baba. Mimi nimekuambia kazi yako naifanya. Kazi yako ndio hii hapa. Unaona? Ina maana pale kama sitakuta rangi, mimi rangi zitafuata tu Mbagala hapo sio mbali. Tafuata Mbagala nitakuja kumalizia nini? Kazi. Unaona? Ina maana si rangi tu niliwakia baba mpaka sasa tuanze sasa sijui mara hela tulishana hela baba. Na hela unajua tena ikai mfukoni baba. Baba. Mimi naondoka zangu. Unasikia mzee? Hapa mimi niko vizuri baba. Tutakufa. Ufundi. Sasa hivi babangu. Salama mama, habari gani? Safi za hapa. Hapa salama za nyumbani. Mzuri. Babangu, mimi nimekuja na tatizo, mambo nisaidie. Tatizo kama lipi? Mtoto wako ananisumbua, ananitongoza. Kwa naomba ongea na mwanao, mimi sitaki usumbufu. Mtoto wangu vipi kwa sababu mimi na watoto wengi. Fundi Mangungu. Kwa ndio hivyo, mwambie mimi sitaki kuwa na mahusiano na yeye. Sasa sikiza nikwambie. Mtoto wangu Mangungu amepagawa kutoka na wewe mzuri sana. Naona wewe ni mzuri sana, lazima apagawe. Wewe unasema sijui kate ni shemeji yake. Hiyo yote inakuja nini kwa kupagawa? Ni mwanangu Mangungu. Sawa, lakini ndio mimi simtaki. Kwa naomba tu akija mwanao
Mwambie hivyo bwana. Hapa binti yule amekuja akasema hataki usumbufu. Hivyo tu baba. Pamoja na hayo ndio maana akakutamani, anagundua kwamba shemeji yake si shemeji yake, lakini lazima huyu mwanamume ndio jembe langu, lazima akutongoze kwa kwa mwanamke yule mwanamume. Na kama ukiona shida basi nikuchukue mie. Basi ndio hivyo, ndio kule yenyewe ulipo. Upate kula hela zangu za uzeeni. Wewe mzee kumbe wa hovyo hivyo Sijategemea kabisa baba wangu kama utaniambia hivyo. Yaani baba mtu, mtoto mtu, akili zinaendana kabisa babangu. Kwa heri. Sasa utafanyaje? Ndio mambo yanapokwenda. Okay. Bwana samahani kwa sababu nimeona kabisa nimekutana kama na malaika, kwa sababu wewe mtu akikutana na wewe yani inaonekana kama umekutana na nuru hivi ambayo inayong'aa. Kwa sababu imekuwa kama bahati kukutana na wewe hapa. Sasa mimi nilikuwa nataka niulize kitu kimoja. Unajua hapa katika huu mtaa hakuna handsome boy zaidi ya kwangu mimi. Si ushanielewa? Na si mara kadhaa mimi najaribu kuzungumza na wewe kuhusu lile jibu langu. Inakuwaje, umefikia wapi? Tayari umeshanielewa handsome boy au? Sikutaki. Kwa nini unanifanyia hivyo? Eti. Yaani mbona kila siku unakuwa moyo wangu unazidi kuchoma moto? Najaribu kujipanga kila siku nije na dia nyingine kwako. Bado tu nielewi. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Huenda kuna kitu ambacho wewe ukijui. Ile kazi nilikuwa naifanya mimi sasa hivi nimeiacha. Umeelewa si? Sasa hivi mimi nafanya kazi nzuri, kazi ambayo inanipa pesa. Mimi kwa mwezi sasa hivi naingiza mpaka 200,000, 300,000. Umeelewa si? Kwa hiyo uwezekano mimi wakukupa sasampa upo. Nimeshakwambia sikutaki. Naomba unielewe na mimi. Sasa hapa mimi nimeshagundua. Wewe haunitaki kwa sababu. Na hiyo sababu yenyewe kwa sababu wewe unatoka na yule ambaye asiyojua kuvaa yule. Sasa mimi najiuliza, wewe kwa nini unatoka na mtu ambaye kuvaa hajui, kupendeza hajui, sio handsome boy. Ukimwangalia muda wote mavazi yake yale, sijui mikanzu ile mikoti mikubwa, labda nikwambie kitu kimoja tu. Yule sio mzee wala nini, ila anajizeesha kutokana na mavazi yake. Sasa wewe unaacha kuwa na mimi handsome boy, unakuwa na mtu kama yule, inakuaje? Hivi kweli? Hivi wewe wakutembea na yule fundi mangungu? Hivi unajielewa kabisa wewe? Sawa, nimekuelewa. Naomba tu niambie wewe mangungu ndo nani? Kwa hiyo ina maana wewe uelewe unayetembea naye nani? Sikiza nikwambie. Mimi najua na mtaa mzima unajua kama wewe unatembea na fundi mangungu. Hakuna mtu yote asiyejua. Na hii ndo sababu ambayo inakufanya wewe unanikataa mimi. Sasa najiuliza, kwa nini unamkataa handsome boy kwa ajili ya yule? Anakupa nini yule? Kwanza nikwambie yule tapeli. Pale anajifanya sijui anauza sabufa, anajifanya fundi furniture, lakini yule ni tapeli. Naomba nielewe mimi basi handsome boy. Sikiza nikwambie bwana. Wewe bwana mimi kama unitaki, kama nini, hiyo utajua mwenyewe basi. Ila ndo hivyo. Kwanza wewe mwenyewe hauna uzuri wote. Mimi mwenyewe nilikuwa nakujaribu tu. Umeelewa? Na nishaona kabisa wewe sio mwanamke maji ya kwanza. Unajifanya mwanamke maji ya kwanza wakati kumbe una uzuri wote. Wewe ni maji ya uchungu tu. Naomba uniambie vizuri, hizo taarifa umezipata wapi? Sasa taarifa gani tena? Mimi nishasahau. Ushasahau. Sasa sikia. Nakujua vizuri sana. Yaani hapa huondoke mpaka uniambie taarifa umezitoa wapi? Bwana sikiliza bwana. Mimi hizo taarifa nimepewa na Chumvi. Na hizi taarifa ni za kweli, sio za uongo wala nini. Umeelewa si? Wewe unatembea na ule fundi mangungu, Chumvi ndo kaniambia. Kwa hiyo swala lingine mimi sitaki kujua. Umeelewa si? Mambo sio mengi. Chumvi namfahamu. Nitamtafuta na nitakutafuta. Ikijulikana ukweli kwamba Chumvi hajaongea lolote, wewe utajua. Wewe kunipigia mimi kibao? Tena sasa nikwambie kwa taarifa yako, hiki kibao wala hakijanipata wala nini, na nimekikwepa. Umeelewa sio? Yaani mtoto mdogo anataka kushindana na mimi huyo. Sasa sikiliza sasa.
naenda kumfuata fundi Mangungu, na huyu mwenyewe nikikutana naye kazi atajua kabisa kama mimi ndo MC Kiweba, mzee wa kuchamba, anachamba mpaka ukoko. Sasa mke wangu hapa, mimi ngoja kwenye harakati kidogo. Cha, nani? Mseringi. Haya, unaenda wapi? Mamangu, wewe unajua tena huu muda wa kazi nimekaa sana huko ndani huko, nimechelewa muda. Huu muda wa kazi mama, wateja wananisubiri huko. Ndio uzuri. Hata mimi naona muda wa kazi. Ila unaondokaje hujaniacha chochote hapa? Hapo nilisahau. Kabisa. Nilisahau kwa kweli. Mke wangu 2000. 2000 wewe unaona kidogo? Ndio uzuri. Wewe 2000 unaiona kidogo? 2000 unanunua hiyo mchele robo, sawa? Unanunua na nyama, unapika pilau mke wangu na kachumbari. Ndio uzuri. Kaanga kachumbari. Eti kaanga kachumbari nimpaga. Pika kachumbari. Kuchanganyikiwa kwa mama mimi. Jinsi unavyopigaga pilau, bwana. Hivi una matatizo gani? Yaani 2000 ninunue nyama, ninunue mchele. Umelogwa Unajua mimi kuna muda nasema labda naishi na mtu mzima. Kumbe naweza kaa naishi na mtoto mwenda azimu asiojielewa afu mimi sijui. Fanya mpango. Sawa mama. Fanya mpango. Hivi huyu mwanaume ananichukuliaje lakini? Sasa kwa taarifa yako, wewe nenda huko. Sipiki chochote, hii nitaenda kununua hata biskuti na soda ninywe. Afu kale kwa kahaba zako mbwa kabisa huko. Afadhali nikuona. Yaani huu mguu unaoona nimetoka huko kwa sijakuona. Haya, niongope na leo. Hata bila salamu. Sina haja ya salamu yako. Sio unanielewa? Nataka pesa zangu. Yaani leo sielewi chochote, nataka pesa zangu. Njoo kesho. Ukija kesho utaikuta pesa yako. Maana kuna wengine hawajatoa pesa, inakuwa vigumu kukuletea wewe pesa. Nishachoka. Hizo kesho baadaye nishachoka. Sijui unanielewa? Yaani leo sikuelewi. Mguu wako, mguu wangu mpaka kwako nataka pesa zangu. Yaani leo sikuelewi chochote, ndio. Yaani sikuelewi chochote, nishachoka usumbufu, nishachoka. Njoo kesho. Ukija kesho tu pesa yako utaikuta ipo tayari. Kila siku nyumbani ugomvi na mume wangu kwa ajili yako wewe. Mama, mguu wako, mguu wangu kwako. Mwenzako ndo kwanza naanza maisha. Sina hata godoro. Unakuja kubeba nini ndani? Au kunataka kunitia aibu? Mchina. Sawa, nimekuelewa. Lakini hii leo ni awamu ya mwisho kukusikiliza. Kesho mama saa 12 nipo kwako. Chai nakuja kunywa kwako. Wewe mwanangu, nimekuita na maana ya kukuita nimetua malalamiko. Alikuja mama fulani kunipa malalamiko kwa kwamba wewe unamsumbua. Tena mwanamke yenyewe ni mke wa mtu. Yaani mimi baba nikae na akili zangu timamu, ndio uzuri nisumbue wake za watu mimi. Yaani mimi nikae nisumbue wake za watu. Kweli? Wewe unaamini hivi? Wewe kwanza nakufahamu mambo yako. Wewe nakufahamu katika mambo yako. Mimi tamu nikumbusha hata mimi enzi yangu wa zamani. Yaani jinsi ulivyokuwa wewe na mimi, yaani tutalingana. Kwa uzuri wa mwanamke nilivyomuona mimi ambaye kama ni mimi Luka na Blandi. Yaani kwamba sijakuelewa, yaani wewe unataka yaani kwambaje, yaani kwamba unataka kuniambia nimelisi damu yako? Mimi enzi zangu zamani yaani ilikuwa balaa mno. Mpaka watu mitani walikuwa wananichukia mimi. Kutokana na mambo yangu jinsi ninavyo wafyeka wanawake. Yaani baba unataka kuniambia kwamba wewe ndio uzuri. Yaani wewe ulikuwa mwanamke akipita pap amekwenda. Na mimi nakwambia mwanamke tu akizubazuba
nuka na blandi. Mimi baba nimekuelewa. Unajua yule mwanamke acha nimsalandie kwa sababu yule mwanamke mzuri sana. Umenielewa? Ndio. Kweli mimi yule namsalandia. Kama akaja kukuambia kwamba mimi namsalandia, mimi namsalandia. Sawa sawa. Namsalandia. Bwana. Sasa tuseme mambo mengi. Baba baba. Unachagua ya. Chagua hiyo. Hapa mimi sichelewe. Mimi nikuache. Unakwenda? Mimi ndo naondoka hivi. Haya nenda, lakini hauje unakwenda. Lakini jitahidi sana kwenye viuno. Ukate viuno kwa wingi. Baba mimi nimekuelewa. Jitahidi sana kwenye viuno. Viuno vya Kimakonde. Viuno vya Kimakonde jitahidi kukata. Odi. Wenyewe. China. Wenyewe. Samani kakaangu. Niambie. Kwema lakini. Kwema tu siwe. Safi. Namuulizia dada mwenye chumba kile pale. Huyu dada jana nani Guta lilikuja hapa usiku hapa nisikia ambao vitu vyake washaondoka. Yaani kwamba ameama. Huyu ashahama. Mama. Mbona nimeumbuka mimi jamani? China kaniweza. Kaondoka saa ngapi? Saa 2 hivi. China kaniweza mimi jamani. Nyie jamani binadamu nyie. Haya. Hey. Subiri kidogo hapo, subiri sawa, subiri. Chao. Wewe tulia basi. Hebu simama. Mwanangu vipi? Mbona nasikia kelele wewe? Nani unakuta wewe? Mke wangu nilikuwa sabuni nimedondosha hapa sasa. Nataka uje kuniokotea kidogo. Chap basi chap. Isa. Naam. Samahani naomba mara moja. Mambo. Poa tu mzima? Samahani. Hivi Mchina hujamwona tena? Mchina leo hajatokea hapa. Na napokaa unapajua? Yeye anakujaga tu hapa anapiga naye story anatoka zake, sijui anapokaa. Sawa, naomba tusaidie kitu kimoja. Ukimwona sehemu yoyote ile kakaangu, naomba niambie. Sawa, wewe usijali. Unakuomba. Sawa. Samahani shehe, kwema lakini. Kwema tu. Sijui. Vipi? Kwani unamfahamu yule dada aliondoka hapa? Huyu dada sifahamiana naye. Alikuja tu kumuulizia mtu, kuna mtu wake alikuja kumuulizia, hayupo. Basi sawa. Majagi nimemkuta. Majagi leo hajafika hapa. Akija nimwambie nini? Mwambie tu nilikuwa namuulizia. Na akija mwambie Misha alikuwa anakuulizia mke wa fundi Mangungu. Okay sawa. Mwambie. Sawa. Baba bwana mimi nimekuja hapa. Ndio mwanangu. Baba unachokifanya sio kitu kizuri. Mimi mtaani pale baba unaniaibisha.
Ndio uzuri ni kuchane. Baba unanidhalilisha. Kule mtaani kule watu wananiambia kabisa, "Oh, baba yako analewa, kazi ya kulewa." Yaani watu wanakukuta umelala ovyo. Baba, unanidhalilisha mimi. Mimi unaniweka sehemu mbaya mwanao. Kulewa baba, kuna siku utakufa. Baba utakufa kibudu. Na umeme ukikata baba urudi. Maana kuchane ndio uzuri. Baba umeme ukikata ndio haurudi tena. Mbinguni hata kule ndio julikani. Utakwenda peponi au utakwenda motoni. Kule kuna mafungu mawili. Sasa jitahidi. Mimi nakwambia. Wajichanganye. Sasa na mimi nisikize nikiwa kani baba yako. Nataka nikuelezee. Mimi ukitaka mimi niache pombe uniletee mademu ile mshangazi. Ndio mimi nitaacha pombe. Kwa sababu vitu hivyo bastarehe. Pombe starehe na hiyo demu mshangazi ni starehe. Sasa nikiacha pombe niko katika demu mshangazi ile. Kwa hiyo baba unataka kuniambia kwamba wewe starehe yako ukitaka kuacha pombe, starehe ambayo unaitaka wewe ni mademu. Hamna tofauti na hapo. Hamna tofauti ya hapo. Bila hivyo wewe pombe uache. Nitaachaje na sina kitu cha starehe? Baba, hii tabia uliyokuwa nayo sio nzuri. Na kuchana. Hii tabia uliyokuwa naye tunazalilishana. Sipendi hii tabia. Mimi sijaipenda kifupi. Mimi naondoka. Ila hii tabia sijaipenda. Haya. Baba kufa. Huko unaenda ndogo. Mdomo. Dogo. Hii ndo tabia gani sasa? Mimi nakupa hela ukende ukale. Mimi nakupa hela uende ukafanye matumizi. Wewe unachukua hela unanunua soda. Ndio uzuri. Hiyo tabia gani? Yaani vibaya zaidi unakunywa kama ndovu. Usinipigie kelele. Wewe. Yaani nimechanganya kwa mwanamke kama huyu jamani. Yaani mwanamke tumboni ameweka mtungi sio mtungi, jaba tuseme jaba liko tumboni sio kweli. Amka. Amka kanitafutia ya kula. Tena usinichanganye. Wewe ni wewe mwanangu. Wow. Twende basi. Aya nanyuka. Kaka. Nanyuka. Nimechelewa Hata hujachelewa. Na nipe kazi. Baba, mbona mimi siku hizi sikuelewi? Tangia umenihamisha kunipeleka kule. Sikuoni ukikanyaga mguu wako. Utategemea mimi naishije? Nakula nini kule? Mamangu, swala la kutwa wewe mimi kuniona nyumbani pale. Sawa Hilo swala usiwe na shaka nalo. Sio, unanielewa vizuri?
Usiwe na shaka nalo, kwa sababu mimi nimefanya vile kwa sababu unajua mimi ni mtoto wa kiume, lazima nizunguke kutafutia kula. Alafu lingine inatakiwa ukomae, wewe mtoto wa kike. Mtoto wa kike anakomaa kwa sababu mtoto wa kike ana maziwa. Na mimi nimekuhamishia pale kwa sababu unajua mke wangu ana mapepe. Yule ana mapepe. Umeelewa? Mtu akuruka na blandi tu muda wote. Kishangaza uko na blandi. Kwa nini mimi sihitaji matumizi au? Mimi mwenyewe si sawa na mke wako. Sana. Sasa sio kesi. Kama unataka hela sema mamangu. Mimi hela zipo. Pesa zipo mama. Nahangaika kwa ajili yako. Hivyo vijola hivyo mimi huyo. Shika hii, shika mbili. Sasa hii ya nini? Haitoshi. Si mbili hiyo, hiyo si mbili unajua. Shika 10. Sawa? Mimi naenda kwenye haraka sawa? Koma, sawa? Mambo vipi? Yaani poa, lakini unashindwa hata kunipokea mzigo niliobeba. Wewe auone kama nakula embe hapo? Yaani wewe, yaani sijui hata nisemeje. Embe na hiki nilichokileta kipi kina thamani? Kuona niona mimi ni mpumbavu sana. Nazunguka mashariki, magharibi, kaskazini pote na kutafutia wewe riziki ili mradi upate kula. Narudi hapa unashindwa kunipa heshima yangu na unaniambia embe ndio yenye thamani. Hivi kweli? Alafu mbona siku mbili hizi sikuelewi? Mara unatafuna maembe, mara unatafuna hiki. Maana hapa katikati umezurura sana. Kwa hiyo unataka usomea nani? Kiasi kwamba unanichefua na majibu yako. Niseme ya nani vipi? Bwana, hebu niache, usiniharibie siku. Unanichefua sana na majibu yako. Tena unanichefua. Nitakuja kukuzibua makofi wewe. Nitakupasua na hiyo sura yako ambayo unaolingia nitaichafua hutaweza kuamini. Pumbavu mkubwa. Mpendaga bwana. Odi. Mama, karibu. Asante. Wow mama, wow. Nipe kaifu. Yaani hapa hakuna shida. Mama yangu hapa sina shaka. Unajua katika watu ambao wanaishi vizuri, mama yangu sisi tunaishi vizuri. Ndio uzuri. Tunaishi vizuri na mke wangu hana wasiwasi. Kwa hiyo mkeo alokuja nyumbani kwangu akaniambia yote yale ni ya uongo, si ndio? Mama yangu kama wewe kakuambia hivyo, ndio uzuri ni kuchane. Yule kama kakuambia kwamba mimi nikitoka hapa simwachii pesa, amekudanganya.
Mimi nikitoka hapa nahakikisha mke wangu namwachia kodi ya meza shilingi 20,000. Nikiamka kitandani tu. Unaona? Ndio uzuri. Wewe nisikilize bamu. Tena unisikilize, unisikie kabisa kwenye ngome zako za masikio. Yule mtoto mimi sijamuokota. Mtoto wangu nimemzaa tena kwa uchungu. Hiyo biashara umekuja umeoa uje kumtesa, sitaki. Sawa? Na kama umemshindwa mtoto wangu naomba unirudishie mimi mwenyewe. Sijamshindwa kumlea, ila kuolewa ni wajibu tu. Wewe unakuja wewe nimemwacha mama mwanangu na mwacha 10,000 na mwacha 20,000. Yaani kwenye 10,000, kwenye shilingi 1,000 unaongeza sifuri. Kwenye 20,000, kwenye 2,000 unaongeza tena sifuri. 20,000. Mwanangu angelalamika. Yeye mjinga. Nakwambiaje? Usimchezee mtoto wangu. Hapa nikirudi tena hii ni mara ya mwanzo na mwisho. Ndio uzuri huo. Ndio nakwambia hivyo kabisa. Mimi sijamzaa mtoto wangu uje unitesee. Niite kwanza wewe mkeo mimi niondoke kwanza. Mke wangu. Hebu mara moja njoo, naona sisi kuongea sana uongo. Unaona ndio uzuri. Vitu kama hivi havitaki kuongea uongo. Mimi napotoka hapa mke wangu naacha kodi ya kutosha mezani. Mimi naondoka. Sina hata haja iko chakula chenu. Huku mama lakini. Mimi Huku. sasa kuku mimi shamba ya kuku. Hiyo mibamia namuona anarudi nayo sokoni hapo. Huku. Shari. Ndio umefanya nini? Kwa hiyo umeamua unitukanishe kule, ndio umetoka kule nyuma umekuja huko. Yaani umelizika kunitukana. Tena koma. Usijitie ndaazimu wewe mbwa wewe. Usinichanganye, unajua umenivuruga tena usizidi kunivuruga sasa hivi. Unajua mamangu, ngoja nikuambie kitu. Ulichokifanya wewe kwanza mimi sijakipenda. Ndio uzuri. Huwezi kwenda kwa mama yako kule kwenda kumwambia vitu vya uongo. Wewe umeongea vitu vya uongo. Havina point. Ndio uzuri nikuchane. Havina point hata kidogo. Wewe unaendaje kule mimi kwenda kuniponda? Unaanzaje kuniponda? Yaani unaniponda. Nachukulia simple. Uone hata haya wewe. Asa mimi kati ya wewe na mimi nani muongo hapa? Wewe umekwenda pale umemwambia eti mwanaume kule aniachie la kula, mwanaume kule sijui, yaani hamna ninachokifanya kwako. Wewe ungenenepa wewe. Kwa nini unanenepesha wewe? Labda unanenepa kwa sababu wewe mara wako unamfanya kwa ndo unanenepesha. Mimi nakwambiaje? Mimi kwanza sijawahi kudharauliwa. Maana nikuambie nikuashie mkanda, mimi sijawahi kudharauliwa. Unaposema kwa mama kwamba mimi unaniachia 20,000. Tangu lini wewe ukaniachia mimi 20,000 huko ndani? Au ndio hiyo 2,000 unanipa unaongeza 0 mbele kwamba ni mwenye 20,000 Tena ukome wewe. Mimi hujawahi kunipa 20,000 hata siku moja. Sasa wewe unileteza lau zako. Kwanza kumbuka hiyo simu kakununulia nani? Wewe unaogopa kununulia mimi simu wewe? Wewe simu je nimetoa wapi? Au unajizima data? Lini umenunulia simu? Hata bei kisosodo tu ujui. Ndio uje ununulia simu ya touch kweli? Wewe unaamua kusema siri. Siri gani? Mimi na siri na wewe. Kwanza tangu lini mimi nikawa na siri na wewe ndazimu? Tena unikome. Baba unikome wewe. Sitaki mazoea na wewe. Yaani kwa jinsi ulivyoniuzi, unajibaraguza mbele ya mamangu eti mimi hauna shida, unakula na shiba. Una uwezo kunilisha mimi nikala nikashiba. Unaniachia 1,000 mara 2,000 alafu unaenda kusema 20,000. Hivi mbona unakosa haya wewe mwanaume? Alafu sitaki mazoea. Tena uniache nina hasira na wewe. Sasa nasemaje? Nasema hivi. Wewe unaamua mimi kunivua nguo? Na unanivua nguo mimi. Sasa mimi sivuliwi nguo kirahisi kama ulivyofikiria wewe. Wewe leta kiburi. Utakwenda kwa utabeba shangazi kaje sasa hivi utarudi kwetu. Subutu. Mimi naogopa kwenda kwetu. Yaani hata sasa hivi niache. Ingia ndani nipe shangazi kaje niondoke, ona kama siondoke na kesho tu naolewa mapema. Yaani hata leo shangazi kaje niondoke, mbwa mmoja wewe. Kama nishaje kuondoka natamani kweli yani. Huyu vipi huyu? Shoga yangu. Niambie kulikoni, unaelekea wapi?
shoga yangu. Mbona unaona huko ndiko nakuja kwako? Wangu. Una nini shongo? Basi tuende nyumbani. Unaelekea wapi kwanza? Nenda zangu mjini. Kufunga shamzigo yangu. Kama unavyojua, harakati zangu. Tafadhali yako. Mimi sielewi, nimevurugwa mpaka nimevurugwa tena kwa kwa. Mbona unanitisha shoga yangu? Kuna nini? Si yule kijumbe. Ela kwa mchezo mpaka leo hajanipa. We. Na vijumbe wenu wasioeleweka. Mimi ndio maana mambo hayo siyataki. Naona bora nijishughulishe kwa kutumia mikono yangu, sio kumpa mtu hela yangu. Na hapa ninapokuambia nasikia ameyama na alikwambia hata sijui kamewa. Mama. Hivi shoga yangu. Na ile jambo lilokuwa mbele yetu tunafanya. Sielewi mzigo unafuata nini? Yaani sielewi. Sita hata unanisaidiaje sija. Naomba tu unisaidie. Ndio ndugu wako, unishike tu mkono. Ila shoga yangu ataibuka sasa. Ngoja mimi niende mjini. Nikafungashe mzigo. Tutajua unafanya. Kweli? Hata wewe ndio kila kitu. Mimi naanzaje kukutupa kwa mfano? Mimi naye tumetoka mbali na unajua kabisa. Ila akijaribia kitu. Mimi ngoja niwahi na kwenda. Nikirudi tutajua ninafanya. Mariamu. Unasemaje? Nakuita njoo hapa. Tunaniona na kazi hapa. Kazi gani bwana? Sasa kazi unachokuichanga unanijua. Ngoja nimekuja kwa ndoa yangu. Nakwambia acha kwanza. Acha kwanza. Sasa njoo wako saa mpaka saa ngapi? Nimekuita kwa sababu ni kuagiza kaniulie sigara. Shika hela hii. Mimi siendi kununua sigara. Kwanza wewe mjomba sio kazi yako kuvuta sigara. Kama unaweza nyanyua miguu yako nenda mwenyewe. Sasa wewe mjomba wako ndio ananipa hiyo hela sigara kwani? Mjomba wako hela hiyo nini kaitoa yeye? Mariamu unanikatalia kwenda kununua sigara? Yaani kuanzia leo ni ndani. Sikupi kula wala kufanyaje na ushahidi wako. Shikamoo. Babari gani? Salama tu. Maana kukuita kuko hivi. Msao kweli mimi wewe umenichanganya vibaya mno. Kwa sababu hata akili yangu haifanyi kazi. Yaani mimi nakutaka ufanye mapenzi mimi na wewe. Hivi, wewe mzee umechanganyikiwa? Nikuulize kitu. Yaani ujana wako umelea wapi? Uzoje kumalizia kwangu? Hayo mambo yako usiende. Ina maana umeniona mimi nimezeeka. Mimi hii ngozi tu. Lakini katika vitu huko niko kamili kabisa. Kama mimi nakuongopea tondoke guest huko. Ukaone kazi ambayo nitakayokufanyia. Yaani mzee wa hovyo mpaka umepitiliza. Mimi na sio mchanganyikiwa, hauko sawa. Sikia nikwambie kitu. Naomba kuanzia leo usinisimamishe kuniambia jambo lolote la kipumbavu. Wewe mzee vipi wewe? Hauna hata haya, unionee huruma. Mimi sio mchanganyikiwa na unalala za wazazi wako, sio bure. Nirumie nini? Nitajirumia nini? Jana nitakupa pesa chungu mzima. Huyu mtoto akuungwa huyu ameshushwa kwa Mwenyezi Mungu. Mjomba. Wewe mjomba. Umechanganya. Umekucha. Vipi mbona kisilani? Sio baba yako kanituma sigara, mimi nimekataa kwenda, kwa hiyo kanitukana na kaniambia kwake niondoke na nisile chakula chake. Sasa mjomba, mimi nikuulize swali. Unajua mjomba wewe mpagawa. Yaani kwamba unashindwa kumzoea babu yako. Ni mzoea kwenye kutukana kuna kuzoeana. Hata kama kwenye kutukanana hakuna mazoea mjomba, natakiwa umzoee kwa sababu kwanza yule amezeeka. Hilo unajua? Ndio uzuri. Yule amezeeka, natakiwa umvumilie. Akikutuma nenda kamchukulie kila anachokitaka. Umeelewa?
ila sasa inatakiwa ujue kama babu yako amezeeka. Haitakiwi mambo ya kulumbana mara hivi kutukanana unamtukana mzee yule sijui nini. Mimi mtanipa pressure. Unanielewa vizuri? Ndio vizuri. Sisi tushamchoka, mchukueni muishi naye wenyewe. Kama tunaishi naye vibaya, mchukue uishi naye mwenyewe baba yako. Kwa kweli. Yaani mzee yule bwana kwa kweli sasa hivi amepagawa. Anazingua sana. Yaani anazingua sana, ni msumbufu. Unaelewa? Hata mwenyewe yule anajua kama ni msumbufu, lakini sasa mimi namvumilia. Kwanza vipi mmekula kwanza? Hatujala. Hilo ndio neno mjomba alikuwa niambia kwamba sisi hatujala. Sasa unakuja hapa mara hili mara lile, mimi unakuwa unanichanganya. Unaelewa? Ndio uzuri. Sasa chukua hii 5. Sawa Chukua 5 hii, nenda sokoni kachukue zagazaga, sawa ndio uzuri. Ukanunue vitu, hilo buku likibakia, wewe mwenyewe unajua utanunua Big Bomb, Bablish, mimi sipo. Sawa mama? Sio mnakaa mambo kumbana yafai. Ukimpiga ile Marilo. Kaka cha amekufa. Yule sasa hivi amekaribia. Tushamchoka. Mwambie tuchanganye, sio nyuma maisha yetu yashatuchanganya. Tampiga tumuue. Haya mama. Sawa. Usije ukampiga ukamuua, sawa Jomba, mzoe babu yako. Sio kidogo umekuja, kidogo unanipa pressure. Sawa? Haya kwenda. Haya. Hala. Karibu kae. Sasa hivi mamangu. Salama za huko. Mama nimekuja na shida. Ngoja nisaidie. Kuhusu mchezo. Naomba jina hata la watu watano. Jina la mchezo? Kwa mtu watano ngumu. Manake hapa pana watu mpaka 10. Wote hao kila mtu ana shida zake. Kwa hiyo nikisema nikupe mtu watano nitajichanganya. Hata sijafanya mama. Kwa nimevuruga mpaka nimevurugwa tena. Nilicheza mchezo kwa nimedhulumiwa. Ulicheza hapo nyuma? Nilicheza hapa kati hapa. Nani wanakuita? Kwa Mchina. Wanamuita Mwarabu kwa Mchina. Mchina ikawa anamuita Mwarabu. Ndio hivyo. Hapo nyuma wakalima hela hapo. Yaani yule muulize Basupa kilichomkuta. Kacheza mchezo ilibidi apewe milioni 6. Mwisho wa picha amepewa 260,000. Alafu sasa ndio anataka kwenda kutunza. Kuna mtu alimpa 3.5 na bidii arudisha 700,000. Alilia. Yaani pale watu wakawaliza kiduka kile fumu zimebakia mbao tu. Waambie Tasmini huyo mmoja tu hicho kiduka chake hela haitoshi ya kwake. Na kazulumu watu Upo? Afadhali yangu kumbe. Kwa masiala nini? Hapa mimi ndio sasa nafanya. Kwa angalia hapa nisaidiaje? Basi hata kama kuniazima niazime japo nusu. Sasa hilo ndo tatizo. Kwa sababu hapa watu wote wameshaomba mpaka 10. Mimi nafanyaje sasa? Na wote kila mtu ana shida yake. Yaani hapa, yaani hata hilo jina la 10, yaani kwa kusaidia tu. Asante. Nimepita kwa nimekuta ndizi zimeanguka hapa. Unauza? Ndizi tena. Zishauzwa.
Karibu mwanangu. Haya mama. Haya. Kia Mungu, eti mchezo kwa Mchina au kwa kumwita Mwarabu. Watu wababaika na rangi na ule ubonge. Wakajua yule aka wakicheza mchezo wanazipata. Hawaulize watu. Watu wametapeliwa na hakuna cha samani hata cha mtu mmoja cha kulipiza zile.